نشكره شكرا شكرا، والأرض أرضه والسماء سماؤه، والكون كونه، ولا يكون شيء في كونه إلا بإذنه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu katika imani, kwanza ni washukuru viongozi waliofanya maandalizi ya Jumapili, na nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri na awape umri mrefu wenye manufaa. Lakini pia nikushukuruni watu wote walioalikwa na wakahudhuria, na washiriki wote wa maandalizi kwa namna moja au nyingine kufanikisha kongamano hili. Allah atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana. Na ndugu zangu katika imani, dhana ya malezi katika Uislamu ni dhana pana, na kama ambavyo pia itaonekana kwetu namna yetu ya kupokea pia itakuwa ni dhana pana, wala si dhana inayoweza kuzungumza siku moja na mkamaliza. Lakini kile tunachoweza kufanya ni kuhighlight, kutoa tu walau dondoo za msingi kwa mtu anayetaka kufuatilia kwa kina, aendelee kufuatilia kwa ajili ya kutekeleza suala hili la kimalezi. Na kwa dhana niliyopewa ya wajibu wa wazazi katika malezi na maadili ya Kiislamu, nitafanya kutoa utangulizi kwa siku ya leo biidhnillah. Alafu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu itakuwa ni somo endelevu kwa watu wa namna tofauti. Kuna sehemu mtagusa, alafu sehemu nyingine kaka Ramadhani ataendelea. Lakini pia haimaanishi kwamba tutakuwa tumemaliza eneo ya malezi. Tutakuwa tumetoa utangulizi tu na dondoo kidogo ambazo zinaweza kumsaidia mtu sehemu ya kuanzia. Lakini dhana ya malezi ya mtu ni dhana pana, na katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu alivyojalia, hakuna kiumbe anayelelewa muda mrefu kama binadamu. Katika ulimwengu tunaoishi hakuna kiumbe anayezaliwa ama anayelelewa kwa muda mrefu kama alivyo binadamu. Labda niseme tu kwamba kila jamii huwa inajikita katika ulezi wa vizazi vyake ili kupata maadili yanayotambulisha jamii husika. Kila jamii huwa inawalea watu wake ikilenga wawe ni vitambulisho vya jamii yao. Yaani tukisema kwa mfano kama hapa Ikungi kunaweza kuwepo na makabila mengi, lakini kunaweza kuwepo kabila ambalo linatamalaki kwa sehemu kubwa, kiasi kwamba watu wakiingia ambao ni wazoefu wakimwona wanasema huyu atakuwa ni kabila fulani. Kwa nini? Kwa sababu ameakisi yale malezi ambayo amelelewa kwayo. Kama itakuwa ni jamii ya Wamasai, wana namna yao wanavyolelewa, kiasi kwamba
tabia, anaonekana wazi kwamba huyu mtu atakuwa ameeleka, na anapopotoka wanasema huyu atakuwa amepotoka, sio kama walivyo wao. Almuhimu, kila jamii huwa inalea watu wake kuakisi zile akhlaqi zao, kuitambulisha ile jamii husika. Lakini kila jamii inao mtazamo wake kuhusu malezi na maadili mema ya kijamii. Kila jamii inao mtazamo wake. Kuna watu, wakati nyinyi mnaona huu ni ubabe, kwa mujibu wa jamii husika inaona huo ni ujasiri. Haijalishi anamdhulumu nani, anafanya nini. Kwa mujibu wa malezi yao ni kwamba mtu akiweza kumpora mtu akamnyang'anya na nini kwa ubabe, inaonekana ule ni ujasiri, kutegemea na malezi ya aina ya jamii husika. Tofauti wa mitazamo huwa inazalisha pia njia tofauti za kimalezi na tafsiri ya mienendo mema katika jamii husika. Kule kutofautiana mitazamo inaweza kuzalisha pia njia za namna tofauti katika kulea. Wakati sisi tukimwona mtoto anaanza kucheza mziki akiwa mdogo, tunasema huyu mtoto anapotea. Kuna mwingine anasema huyu mtoto atakuwa na kipaji kizuri sana, baadaye anaweza kufika mbali. Sisi tukisema kufika mbali tunamfikiria atafika motoni, lakini wao wanafikiria kwamba atafika mbali kwa mtazamo wao ni kwamba atayawini maisha. Hii ni mitazamo. Kwa hiyo kwenye malezi hapa kuna watu watamzuia huyu mtoto anayeanza kudansi mapema ili asije kuendelea, na kuna watu watakaomwendeleza kwa sababu ya mitazamo ya aina tofauti. Katika Uislamu, na kama mtangulizaji alivyotugusia, katika Uislamu malezi na maadili ya kijamii yasiyotokana na mwongozo wa Uislamu yanakuwa ni batili na potofu. Malezi yasiyotokana na mwongozo wa Uislamu yanakuwa ni batili na yanakuwa potofu.